Hujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo. Mimi nikukaribishe kwa kwa ambaye ndio mara yako kwanza kabisa kukutana nasi. Tafadhali sana mimi nikusihi ifanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii, lakini pia washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Lakini pia hapa huwa tunajadili masuala mbalimbali ya kimichezo kuhusiana na taarifa za usajili kwa maana tetesi za usajili, lakini pia msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara hivi sasa, lakini pia taarifa zote za kimichezo ambazo zinakuwa na trend katika mitandao ya kijamii. Sasa hii leo bwana, kuna moja kati ya taarifa kubwa ambazo kiujumla ama kimsingi natamani tuweze kujadili kwa pamoja, na lakini pia kabla hatujaendelea huko naweza kushare na wewe mawili matatu kuhusiana na msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa hivi sasa. Na kama inavyoonekana kwa sasa, msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa maana ya Tanzanian Premier League kwa msimu huu wa 2025-26 imepamba moto kweli kweli. Lakini kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa Sports Club, wao wanashika nafasi ya kwanza, wanaongoza ligi kwa sasa akiwa na alama 47, huko akiwa amecheza michezo 19, akishinda michezo 14, akitoa sare mara 5 na bila kupoteza mchezo hata mmoja. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, wao wanashika nafasi ya pili wakicheza michezo 18, akiwa ameshinda michezo 11, akitoa sare mara 6 na kupoteza mchezo mmoja, lakini pia ana alama 39. Na kwa upande wa Azam FC, wao wanashika nafasi ya tatu wakiwa wamecheza michezo 19, wakiwa na alama 37, wakishinda michezo 9 na kutoa sare mara 10, lakini pia hawajapoteza mchezo hata mmoja. Ila kwa Singida Black Stars, wao wanashika nafasi ya 4 wakiwa na alama 29, wakicheza michezo 19 sambamba na Azam FC, ila wameshinda michezo 8 na kutoa sare mara 5, wamepoteza mara 6. Na kwa JKT Tanzania, wao wanashika nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu wa 2025-26 wakiwa na alama 29 sambamba na Singida Black Stars, lakini pia wamecheza michezo 19 na wameshinda mara 7 na kutoa sare mara 8, wamepoteza michezo 4. Na weza kusema kwamba hii ni NBC Premier League ama Tanzania Premier League msimu huu wa 2025-26, japo kwa ufupi kwa top 5 ya vilabu ambavyo vipo kwenye rank ya top 5 vinavyoongoza ligi kwa sasa. Lakini pia mwisho kabisa ama ukiangalia mwishoni kabisa unaona KMC wao wanashika nafasi ya 16 wakiwa na alama 9 pekee, wakicheza michezo 19, wameshinda mara 2, wametoa sare mara 3, lakini pia wamepoteza mara 14. Kwa hiyo ni ajabu kweli kweli. Na 15 unaona Tanzania Prisons wao pia wanashika nafasi ya 15 wakiwa wamecheza michezo 19 na kushinda michezo 3, kutoa sare mara 5, lakini pia wamepoteza michezo 11 na wana alama 14. Na Singida Big Stars wao wanashika nafasi ya 14 wakiwa na alama 16, wakicheza michezo 18, wakishinda mara 4, wakitoa sare mara 4 na kupoteza michezo 10. Sasa mbali na hayo, kunayo taarifa moja kubwa zaidi ambayo mimi natamani tuweze kuizungumzia kuhusiana na wana wekundu wa Simba Sports Club. Tunafahamu pia kwamba tunaelekea mwishoni mwa msimu huu wa 2025-26. Sasa kunazo taarifa kadha ambazo zinasababisha uvumi wa tetesi za usajili kuelekea katika dirisha kubwa la usajili. Lakini moja kati ya vitu vikubwa ambavyo natamani tuweze kujadili hapa ni kuhusiana na Simba wanapanga nini hasa dirisha hili la usajili kati ya Salim Adams na hatima ya Selemani Mwalimu, kwa sababu kama umefuatilia kwa umakini zaidi, nafikiri kwenye mitandao ya kijamii umeona, utakuwa umekutana moja kati ya hizi story ambazo zinazuka na kusambaa kwa kasi zaidi kutoka katika mitandao ya kijamii, hususan kwenye dili hili la Salim Adams ambaye pia imeripotiwa na moja kati ya waandishi wa habari nguli hapa, namzungumzia Miki Junior Jr. Alipoti pia kwamba Simba wapo kwenye kinyang'anyiro cha kuinasa ama kuisaka saini ya Salim Adams. Lakini sambamba na hayo Selemani Mwalimu mara baada ya dili lake la mkopo kuweza kumalizika ndani ya wanawekundu wa Simba Sports Club, anatarajiwa kurejea kutoka katika klabu yake ya Wydad FC. Sasa
Itakuwa vipi katika kipindi hiki cha kuelekea dirisha kubwa la usajili? Kama nilivyosema hapo awali, Simba inaonekana kuingia kwenye hatua nyeti ya kufanya maamuzi makubwa, si tu kuhusu si tu kuhusu nani aingie, bali pia nani aondoke. Safari hii macho na masikio ya mashabiki yameelekezwa kwenye jina la Salim Adams, huku kivuli cha kuondoka kwa Selemani Mwalimu kikianza kuonekana wazi. Usajili unaowezekana, Salim Adams anaingia kwenye ramani ama rada za wanakoda wa Simba Sports Club. Tofauti na uvumi wa majina makubwa yasiyo na mwelekeo, Salim Adams anaonekana kuwa kwenye kundi la wachezaji wanaofuatiliwa kwa karibu zaidi. Kiungo huyu kutoka nchini Ghana amevutia kutokana na sababu tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na uwezo wake wa kufunga mabao kutoka eneo la kati. Hii ni sababu ya kwanza ya kwamba ana uwezo mkubwa wa kufunga magoli kutoka eneo la kati. La pili, nguvu ya kucheza box to box, na ya tatu, nidhamu na uthabiti uwanjani. Kwa mtazamo wa kiufundi, huyu ni aina ya mchezaji ambaye Simba amekuwa akimhitaji ili kuongeza ubora na ushindani katikati ya uwanja, hasa kwenye mechi za kimataifa. Lakini swali linakuja, je, dili hili linawezekana? Ukiangalia kwa jicho la karibu, hili si dili la kufikirika sana kama wengine wanavyodhani. Gharama yake bado ipo kwenye kiwango kinachoweza kufikiwa ukilinganisha na mastaa wa Afrika ya Kusini. Na kama hivyo anacheza katika ligi ya Afrika Magharibi ambayo mara nyingi imekuwa chanzo kizuri cha vipaji kwa vilabu vya Afrika Mashariki, na pia Simba ina historia ya kusajili wachezaji wa aina hii na kufanikiwa sana. Hata hivyo bado hakuna uthibitisho rasmi, na hilo linaacha kila kitu kuwa wazi, tunaweza kusema hivyo pia. Lakini wakati huo Selemani Mwalimu, kama nilivyosema hapo awali, anaweza kuondoka, na hii pia nimekutana na moja kati ya waandishi wa habari nguli ambao tunafahamu pia kwamba wanafanya vizuri kuliko katika tasnia hii ya habari. Hapa namzungumzia Meki Juno Jeyala, aliripoti pia kuhusiana na taarifa hii, na nikaona si vema kama tusipokuja kujadili kwa undani zaidi kwamba kuna nini hasa ambacho kinaendelea huko katika ulimwengu wa soka kumhusu Selemani Mwalimu na kurudi Wydad AC. Sasa wakati mipango ya kuongeza nguvu ikiendelea, kuna upande wa pili ambao hauwezi kupuuzwa, hatima ya Selemani Mwalimu. Mshambuliaji huyu alikuwa Simba kwa mkopo akitokea Wydad AC, lakini muda wake unaelekea ukingoni hivi sasa. Hii inaweka hali tatu mezani. Anaweza kurejea Wydad AC rasmi. Simba inaweza kujaribu kumuongezea mkataba wa mkopo au kumnunua moja kwa moja. Ili hali tunakumbuka pia kwamba wakati ambao Simba imepeleka ofa kadhaa kwa Wydad kutaka kumnunua rasmi au kutaka kufanya biashara ya kumbakisha rasmi Selemani Mwalimu ndani ya kikosi cha wanakundu wa Simba Sports Club, lakini ofa zote zilikataliwa, si tu kwa Simba Sports Club, lakini pia ofa kutoka katika vilabu tofauti tofauti zinazomhusisha Selemani Mwalimu ziliweza kuzuiliwa ama kukataliwa. Lakini pia club ikiamua kutafuta mshambuliaji mpya kabisa, nafikiri inaweza likawezekana pia hilo. Kwa hiyo ngoja tusubiri tuone muda utakavyotuambia. Sasa kwa hali hiyo sasa, kwa hali ilivyo kwa sasa, kurejea Wydad AC kunaonekana kuwa na uwezekano mkubwa zaidi kuliko kusalia kuna katika klabu ya wanakundu wa Simba Sports Club kwa Selemani Mwalimu. Sasa picha kubwa, Simba wanajenga upya kwa utulivu kikosi chake kuelekea katika michuano ya msimu ujao wa mwaka 2026-27, na kinachoonekana wazi ni kwamba Simba Sports Club haifanyi mabadiliko kwa papara mpaka hivi sasa. Wanachunguza chaguo sahihi kama Salim Adams, nyota huyu ambaye anatokea nchini Ghana. Wanapima athari za kuondoka kwa baadhi ya wachezaji kama Selemani Mwalimu. Hii inaonyesha mkakati wa kujenga kikosi chenye uwiano, si kuongeza majina tu. Na mwisho kabisa naweza kusema kwamba dirisha hili linaweza kuwa la kimkakati zaidi kuliko la kishabiki, kuliko la kishabiki kwa upande wa wanakundu wa Simba Sports Club. Kuja kwa Salim Adams kunaweza kuongeza nguvu mpya katikati ya uwanja, lakini pia kuondoka kwa Selemani Mwalimu
kunaweza kuacha maswali mbele ya safu ya ushambuliaji. Tunafahamu kazi kubwa ambayo Selemani Mwalimu amefanya pale ndani ya klabu ya Wekundu wa Simba Sports Club katika kipindi hiki ambacho alikuwa akitumikia kwa mkopo akitokea Wydad AC. Na mwisho wa siku kila kitu kitategemea maamuzi ya mwisho ya uongozi. Je, Simba wanaweza kusawazisha kati ya kuongeza ubora na kulinda kile walichonacho? Hapa ndipo dirisha la usajili litakapokuwa mchezo wa akili, si pesa tu, lakini pia akili itabidi itumike kutokana na sababu hizi ambazo nimekueleza hapa. Hii ni True Talk. Kama ilivyo ada, huwa tunajadili masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia tunazungumza kuhusiana na taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo tunakuwa na trend katika mitandao ya kijamii. Testi zote za usajili unazipata hapa ndani ya True Talk. Na kwa kweli ambaye ndio mara yako kwanza kabisa kukutana nasi, nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii, lakini pia washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa kwanza kabisa kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunazipost kwenye channel yetu. Na sina jingine la ziada zaidi, mimi nikutakia wakati mwema. Bye bye.